Taasisi yetu ina furaha kubwa sasa kwa sababu tuko tunajiuliza kwa namna ambavyo tunaweza tukaacha alama ya namna ambavyo watoto wanaozaliwa kabla ya wakati wanapaswa kulelewa. Na ndoto yetu kubwa ilikuwa kuhakikisha kwamba miundombinu ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati inatengenezwa kwa namna ambavyo inapaswa kuwa. Taasisi yetu imefanikiwa kujenga jengo kubwa lenye thamani ya bilioni 2.1 na unatarajiwa kuzinduliwa na Dr. Tedros Adhanom, mkuu wa shirika la afya duniani, na tunatarajia kumpokea hivi karibuni mwezi huu na kuzindua jengo hili. Sio tu jengo, lakini tutazindua na huduma kwa ajili ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Kwa nini tuliamua kufanya Kwimba na kwa nini tuliamua kuingia kwenye mkoa wa Mwanza? Mwanza inajulikana kuwa ni moja kati ya mikoa ambayo ina watoto wengi, yani ina high birth rate. Na ilitokea tu baada ya sisi kutembelea hospitali ya wilaya ya Kwimba miaka 5 iliyopita na kuna namna ambavyo wanapitia changamoto ya kuwapeleka watoto kutoka hospitali ya Kwimba kwenda Kiseko Ture kupata huduma, ni kilomita zaidi ya 100. Imekuwa ni changamoto kubwa sana, na sisi tunashukuru kwa sababu kwa namna moja waandishi wa habari wamekuwa kutusaidia kupeleka ujumbe wetu kwa jamii. Tulihakikisha kwamba tunafanya harambee ya kukusanya rasilimali fedha za kujenga jengo, kuweka vifaa tiba na kuhakikisha watumishi pia wanapata mazingira bora ya makazi yao, hususan kwa namna ambavyo mazingira yetu ya kijini yalivyo. Madaktari wengi wakipata nafasi au mauguzi wengi wakipata nafasi ya kwenda kufanya kazi kwenye maeneo kama yale ya vijijini, mara nyingi waga wanaona kama mazingira sio rafiki kwao, lakini sisi tuliona kwamba ni muhimu kujenga nyumba za watumishi hata wawili waweze kupata nafasi nzuri ya kuweza kuwalea watoto wao masaa 24. Kwa mara ya kwanza nilienda kwenye mkutano mkuu wa shirika la afya duniani ambao unafanyika kila mwaka mwezi wa 5. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2021, nilienda kuona namna ambavyo mkutano unaendeshwa, namna ambavyo watu wana engage na wafadhili mbalimbali. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu changu cha kujifunza, lakini nilipata wasaa wa kuongea na msaidizi wake na nikaomba miadi. Ilichukua muda kidogo, lakini nakumbuka mwaka 2024 nilipata nafasi ya kumuona na nikamweleza nia yetu kama taasisi ya kuiona siku ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati ikitambulika kimataifa. Nakumbuka kabisa nilimweleza Dr. Tedros, tuna changamoto kubwa sana ya uhamasishaji wa kuboresha huduma za watoto wachanga duniani, sio Afrika, duniani. Na walau kwenye nchi zilizoendelea wenzetu wana namna bora na nyingi za kuweza kuwahudumia hawa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, lakini kwa sisi kwetu bado kulikuwa kuna changamoto kubwa, hususan hili bara letu la Afrika. Na yeye akakubali, akaniambia ni kweli Doris, hatuna siku maalum kwa ajili ya kuwaenzi au kuhamasisha na kuelimisha jamii kuhusu changamoto za watoto wachanga, hususan hawa wanaozaliwa kabla ya wakati na uzito pungufu. Kwa hiyo tutakaa na timu yetu pamoja na nchi wanachama zote kuwaeleza umuhimu wa uwepo wa siku hii, ikawe ni siku maalum kwa ajili ya kuhamasisha, lakini pia kukumbusha wananchi namna ambavyo wanapaswa kushiriki kwenye malezi na makuzi ya watoto hao wanaozaliwa kabla ya wakati. Kwa sababu moja pia kati ya changamoto ambazo tulizungumza sisi na yeye ni kwamba nchi zetu za Kiafrika bado zinaona mtoto anayezaliwa kabla ya wakati ni mtoto ambaye ametokea kwenye mazingira ambayo sio rafiki, kwa maana ya kwamba bado wanahusisha imani za kishirikina na kuna imani potofu nyingi kwamba huyu mtoto sio riziki, huyu mtoto hafai kuishi, huyu mtoto analeta mikosi na laana kwenye familia. Mpango wetu kama taasisi ni kuendelea kujenga majengo haya na kuboresha huduma ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, na tunategemea kwenda kwenye mikoa 6. Naita mikoa 6 ikiwemo na Zanzibar. Kwa hiyo tutakwenda kujenga jengo moja katika mkoa wa Dar es Salaam. Mwanza tutakwenda kugusa wilaya 3. Tunategemea kufika Shinyanga na kugusa wilaya 2. Tunategemea kwenda mkoa wa Geita na kugusa wilaya 2, lakini tunategemea pia kugusa mkoa wa Tabora na kuboresha huduma za watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Kwa hiyo hii mikoa 6 pamoja na Zanzibar ikiwemo, nia yetu ni kujenga hospitali nyingine 10 na tunaanza mwezi wa 4 mwaka huu. Tunategemea twende kwa haraka ili tuweze kumaliza mwaka 2026 na kukamilisha mradi wa hospitali za kwanza 10 mwaka 2028.